Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijaja ile miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Hayo si maneno yangu. Narudia, hayo si maneno yangu, ni maneno ambayo yameandikwa kwa Biblia. Na kwa ushahidi zaidi, fungua kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa kwanza, utayaona hayo. So, kwa nini nakwambia mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako? Maisha haya bila kumtegemea Mungu, kwa sisi kama vijana itatuchukua muda sana. Yaani tutahangaika, tutazunguka mno, na hata saa nyingine tusipate matokeo ya tunachokifanya. So tumkumbuke Muumba wetu siku za ujana wetu, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Siku mbaya ni zipi? Ni zile siku mbaya ambapo mwili wako utakuwa umeshachoka, umekwisha kuzeeka, mwili wako ni hauna nguvu tena. So unakuta mtu hana kitu chochote cha kumfanya jikizi, kwa anaanza kuishi maisha ya tabu na kuteseka, kwa sababu hakutengeneza msingi wake wa baadaye kipindi bado yuko kijana. Ndio maana maandiko akasema fahari ya wazee ni mvi zao, kwa fahari ya vijana ni nguvu zao, fahari ya wazee ni mvi zao. So vijana tunasifika kwa kuwa na nguvu, hata kwenye Biblia na inazungumziwa hiyo. Mfano Goliathi na Daudi. Umeona? Kijana mdogo Daudi aliangusha Goliathi, mtu jibaba kubwa ambalo lilikuwa limeshindikana, limeogopwa na watu. So nazidi kukwambia sisi kama vijana ni vema kutengeneza kesho yetu, ingali bado tukiwa bado ni vijana. Pia hiyo kesho yetu tusitengeneze kwa akili zetu binafsi, kwa sababu hatutoweza. So ni vema tukamtumaini Mungu, tukamtegemea yeye katika kila jambo tunalolifanya, tumshirikishe, maana sisi bila yeye si kitu. Hilo nakwambia ukweli. Na ukifanya mambo yako bila kumtegemea Mungu, utakuwa kila siku nitaanza, na ukianza unafeli, unaanza upya. Hiyo haipendezi. Pia kitu kingine, kumtolea Mungu shukurani na sadaka ni kitu muhimu sana katika maisha. Mungu amekupa shilingi 10,000, tenga shilingi 1,000 kwa ajili ya Bwana. Hiyo ni zaka. Kwa hiyo Mungu humbariki yule anayewajibika. Ukijitoa kwa Baba, naye atajitoa kwa ajili yako. So kumtegemea Mungu, maisha kumtegemea Mungu ni mazuri sana, kwa sababu Mungu atakuwa nawe sambamba katika nyakati zote, atakuwa na wewe, hatokaa kuache kamwe. Sijui unanielewa? Kwa hiyo kwa kijana yoyote ambaye anatamani kuishi maisha yake kwa utakatifu na kwa kumtegemea Mungu, ni vema ukafanya hivyo. Ishi vizuri kwa kumtegemea Mungu. Usitegemee akili zako tu, akili zako hazitotosha, utaanguka, utapoteza kila kitu. Kwa hiyo kumtegemea Mungu ni jambo la msingi katika maisha, kwa sababu hata huu uhai wetu tulionao sisi wanadamu unatokana na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sisi ni mfano wa Mwenyezi Mungu. Sijui unanielewa? Ambapo huyo Mwenyezi Mungu akiamua hata sasa huo uhai wako anaunyakua, unakufa, hauna kitu. Kwa hiyo sasa tumshukuru Bwana kwa kila jambo. Tumshukuru Bwana kwa kutuamsha salama, kwa kutupa nguvu mpya kuingia kupambana. Yaani tumshukuru kwa kila kitu, na tusiache kumshukuru kwa kumtolea sadaka. Bwana Yesu anapendezwa na sadaka. Sijui mnanielewa? Kwa Mungu wetu ni wa upendo. Mungu wetu ni alijitoa kwa ajili yetu, hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu, ili aje afe duniani kwa ajili yangu mimi na wewe. Kwa hiyo mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Siku zilizo mbaya zikifika, Bwana atafunga sikio lake, hatosikia hata uombe alizipasuke, hatokaa kusikilize. Niamini mimi. Na basi usiponiamini mimi, endelea kufanya hivi. Ila tukiliamini neno la Mungu na kuishi katika misingi ya kimungu, tutatoboa, tutazifikia ndoto zetu, hata zile ambazo tunaona kwa sasa ni haziwezekani, tunaweza kuzifikia tukiishi maisha matakatifu. Asante.